Inasemekana bwana, for one to plan to succeed, he or she has to put in work. Kwa nini nimeanza na hii statement? Kwa sababu backtesting ni moja ya work au effort au jitihada ambayo inatupeleka kwenye mafanikio. Na kama mtu unataka kufanikiwa lakini unakuwa na excuses kila siku kwamba nitafanya hivi, mipango mingi, lakini mwisho wa siku you are not putting in work, it means you are automatically planning to fail, kwa sababu mipango inaendana na vitendo. Au for example, uko kwenye mahusiano na mtu ambaye unatamani kuwa naye kwenye maisha, na kila siku unamwambia kwa maneno kwamba mimi nataka nikuoe wewe, nataka nitengeneze maisha naye. Kuna plan ambazo niko za biashara, sijui za ABCDFG, mipango buku na 500, lakini katika kutekeleza unafanya vitu tofauti na vile ambavyo unasema utafanya. Mtoto wa watu unamweka ndani, unampigisha deki, unafanya vitu kama mke, lakini you're not marrying her. Lakini kila siku unamwambia wewe ndo mke wangu, au unamuita kabisa jina mama wawili au mama nani, na hata hujamzalisha bado. So maneno ni hata kwenye kanga yapo wanasema, lakini ya maneno kuwa uhalisia, you have to live by your words through actions. So if you plan to perform au to pass au to succeed, make sure vitendo vyako vina align na hiyo mipango ambayo unaiwaza kichwani mwako. Unawaza kuwa profitable trader, you're not backtesting. Haujui hata backtesting ni nini. Bro, acha mchezo. Okay, Bible recap yetu leo inatokea kwenye kitabu cha Wafilipi chapter 2 verse 12. Now unasema, so then, my dear friends, as you have always obeyed, not only when I was with you, but also now much more in my absence, continue to work out your own salvation with fear and trembling. Huu mstari naamini wakati unaandikwa ni kipindi kile Yesu amefufuka, akawa anapaa, lakini akatuachia msaidizi ambaye ndo Roho Mtakatifu. So anavyosema kwamba as you have obeyed, kwamba kipindi kile bado yupo na sisi, tulikuwa watiifu katika mafunzo au maagizo au vile ambavyo alikuwa anafundisha wanafunzi wake. So anawaambia wanafunzi wake, kama vile mlivyo nitii wakati nipo na nyinyi, ila sasa sipo na nyinyi, yani in my absence, endeleeni kufanya mazoezi au kufanyia tizi wokovu wenu with fear and trembling. Obedience hapa cha kwanza ni kitu kinaitwa obedience.
Obedience. Obedience ni hali ya kutii, na obedience hii inaongelewa hapa ni wakati Yesu yupo ulimwenguni au duniani akiwa anafundisha wokovu kwa watu na namna gani ya kuishi ili kupata matokeo kwa kuamini, kwa kumwamini Kristo. Hivyo. So obedience. Biblia kama Biblia, it's a book filled with so many teachings zinazo relate na maisha ya kila siku. Kama unataka kunyooka, soma Biblia. Kama unataka kunyooka kitabia, kunyooka kipesa, kunyooka kimahusiano, kindoa, soma Biblia. Yes, soma Biblia. Na sio kusoma tu, tii vile ambavyo vinaandikwa kwenye Biblia. So obedience ndo kitu cha kwanza ambacho nimekiona hapa, ni cha muhimu sana. Alafu hapa, not only when I was with you, but also now, much more in my absence. Hapa kuna hiyo absence sasa. Absence nao ni kitu cha msingi sana ambacho nakiona tunaweza kukajaribu kukirelate na maisha yetu ya kitrader. Absence. Alafu continue to work out. Kuna workout hapa. Work out your own salvation with fear and trembling. Alafu kitu kingine kimeandikwa fear and trembling. Hapa kwenye obedience, mi naweza nikasema kwamba kama trader you have to obey maagizo ambayo yana relate na biashara. Maagizo ya Biblia. Let me be just specific. Kwa sababu Biblia ina kila maelekezo ya namna gani uendeshe biashara yako ya forex. So the moment unasoma instructions ambazo zina relate na discipline, labda na management ya kibunda yako, compounding effect ambayo ndekwa kuichukua kwamba ya kukusanya faida kidogo kidogo ili kupata profitability. Hivi vyote ili kuweza kuvifanya in a proper way lazima kuwa kuna obedience, utiifu. When you write your plans, obey your plans. When you create a routine, obey your routine. When you read your Bible, obey the Bible. Alafu ingia sokoni ukiwa na discipline ya kile ambacho umesema unakifanya, with obedience and consistency. So obedience ni kitu ambacho cha muhimu sana. You need to apply obedience kwenye maisha yako ya kila siku, in your daily life, ili succeed. Alafu hapa, in the absence of Christ, not only when I was with you, but also now, more in my absence. Kwa hiyo, for example, wewe kama trader unakuwa na mtu ambaye anakuelekeza kwa karibu sana,
anakuambia namna gani unafanya analysis, namna gani una manage your risk, namna gani una protect your capital, namna gani unahepuka greed ama revenge trading ama FOMO. Unapewa hizi tactics na maelekezo yote na sheria and all that. Sasa in the absence of your mentor ama your teacher, you have to find a way to ground yourself out, to make yourself practice vile ambavyo umefundishwa na mwalimu na kuvifanya exactly au zaidi ya kile ambacho umefundishwa. Kwa mfano, umeambiwa discipline, basi ile discipline ifanye mara 10. Labda umeambiwa protect your capital, ile protection ya capital unazingatia kwa 200%. Yani kwamba mimi trade zangu zote nikiingia, kitu cha kwanza ninachokiwaza ni protecting my capital, au nahakikisha kwamba what I risk is lesser nikiwa au trade ikienda upande wangu. Kwa mfano nimepanga kupoteza 2%, then trade ikienda opposite na upande wangu au ikienda upande wa loss, ikihit stop loss yangu, kama nilipanga kupoteza 2%, basi nihakikishe napoteza 1% au 1.5%, hata ikiwa 1.8, as long as umeweza kupunguza the planned risk ambayo umeplan kuingia nayo kwenye trade husika, basi unakuwa una practice what your mentor has taught you. Na hapa inavyosema kwamba continue to work out your salvation with fear and trembling. Work out ni kitendo cha kufanya mazoezi. Wote mnajua kwamba ukifanya mazoezi kuna matokeo yanatokea kulingana na mazoezi ambayo umeyafanya. Kwa mfano ni mtu wa gym, labda unafanya mazoezi ya kunyanyua chuma upate 6 packs au upate triceps kubwa au upate kifua, matako ya mtoto kifuani. You need to focus on the exercises ambazo utakuwa una workout, ziwe as specific as possible to matokeo ambayo unayataka. So kama unataka matokeo, lazima workout ihusike. If you're not working out na unataka matokeo, it means unadidanganya. Exactly the way nilivyoongea mwanzoni hapa. Ukitaka mafanikio, you have to work for mafanikio kwa vitendo na sio kwa maneno. So work out your salvation. Hapa your salvation anamaanisha kwamba wokovu. Wokovu ni maagizo au Biblia yenyewe inavyoandika. Na ile Biblia ndiyo Mungu mwenyewe, ndiye Yesu mwenyewe. So ukisoma Biblia na ukatengeneza mazingira ya kutamani kujua Biblia, ina maana unamjua Mungu zaidi. Unatengeneza ukaribu na Mungu. So work out your salvation, it means soma neno, tafakari, vitendee kazi, tafuta namna ya kuli-apply kwenye maisha yako ya kila siku ili kujengeka zaidi, kupata misuli ya imani. Hapa unaposema with fear and trembling, hawamaanishi uogope, yani I don't know, kidogo fear. Mtu akisema fear, picha inakuja tofauti na the actual meaning ambayo imejaribiwa kuelezewa hapa. Tuchukulie mfano wa mzazi na mtoto. Mzazi kuna muda anakuwa mkali kwa mtoto. Ule ukali ambao anakuwa nao haimaanishi ampendi mtoto wake.
anajaribu kumnyoosha ili aenende katika njia ambazo ni salama na sahihi na zitakazomsogeza labda karibu na mafanikio. So mtoto automatically kuna vitu atakuwa anaogopa kuvifanya, na hata ikitokea na vifanya akaona labda kuna mazingira baba yake anaweza akajua, anakuwa anatetemeka kwa hofu. So with fear and trembling. Kwa nini? Kwa sababu anachokifanya kitu anajua ni kitu ambacho sio kizuri, na anajua ni kitu gani ambacho ni kizuri natakiwa nikifanye ambacho kita align na maagizo ya baba. So hapa Biblia inavyosema kwamba continue to work out your salvation with fear and trembling, kuna maagizo ambayo hapo kwenye Biblia ambayo ndio the actual action of working out, yani ndio scenario yenyewe ya kufanya mazoezi au ya kufanyia tizi wokovu wako. So katika kusoma, kukremisha, kuelewa, kujaribu kuliapply hilo neno la kwenye Biblia au maagizo au mafundisho au principles au ahadi ambazo zipo au chochote ambacho kinaandikwa kwenye Biblia ambacho kinaweza kikakupa wewe namna moja au nyingine ya kukiapply au kukiishi, hiyo itajenga wokovu wako au itajenga misuli ya imani yako. Kitendo ambacho unajua kwamba hichi kitu Mungu amesema au Biblia imesema nifanye katika namna fulani, alafu wewe ukafanya the opposite way, inatakiwa fear and trembling ijengeke ndani yako katika namna ya kwamba umeheshimu maagizo ya Mungu au maagizo ya baba, katika namna ukifanya opposite na maandiko, hofu inatanda, unatetemeka kwa uoga, kwa kuogopa kwamba aisee, nimefanya kitu ambacho sio kizuri. I need to find a way to repent au kuomba msamaha na kufanya katika namna ambayo itampendeza Mungu au katika namna ambayo ni sahihi, ambayo ita-align na neno linavyosema, neno la Biblia. So hapa trembling and fear, hii ni heshima. Heshima. Workout ni kujenga misuli, sijui niseme misuli ya imani. Alafu hapa absence ina maana independently. Independently do the right thing. Hapa naamini tumepata mwanga wa neno letu la leo. Please, ukipata muda wako na wewe unaweza ukasoma, au pia natamani pia na nyinyi mnipe mwanga wa namna gani mmelielewa hili neno. Naweza nikawa nimelielewa katika namna ambavyo nimelielewa, natamani nipate clarity zaidi ili nilielewe zaidi hili neno.
kupitia wengine ambao wameweza kulisoma na kulielewa vizuri. So sharing is caring. I would love to see what you also think of how hili neno eleweka upande wako. So kama kawa, kama dawa, time, window ambayo tunatakiwa tufocus nayo ni saa 4 na saa 8. Kwa nini saa 4 na saa 8? Kwa sababu hii ni mida mizuri ambayo itakupa movement kubwa na yenye spidi ambayo itafika kwenye tipi yako kwa urahisi, na pia gharama ni ndogo. I mean the spread inakuwa ndogo, liquidity inakuwa kubwa, watu wanakuwa wengi, so it's a high probability time ambayo natakiwa kufocus nayo katika kupata entries zako. Structure yetu ambayo ni top down analysis, tunaanza na 4 hour. 4 hour tunaangalia optimal trade entry, lakini tunahusisha na support au resistance level ambayo itapatikana. So tuna scan the price action namna ilivyofanya na kunote hizi levels muhimu: support, resistance, support au resistance au optimal trade entry. 30 minutes the same, tunahakikisha tuna scan vile price action imefanya kwenye 30 minutes na kumark hizi levels muhimu: optimal trade entry ama support or resistance levels ambazo zimetokea kwenye 30 minutes chart. Na mwisho kabisa tunamaliza na 3 minutes chart, na kwenye 3 minutes chart tunaangalia namna gani price imereact baada ya kuhit hizi key levels. Na baada ya kuhit tunataka kuona a break of structure ikitokea the opposite side ya hii point of interest. Yani baada ya kuhit inageuka njia, na ikigeuka njia inavunja the nearest swing point, na kitendo cha kuvunja the nearest swing point tunaita break of structure, ambayo ni market structure shift. Ikitokea tu market structure shift na ikaanza kutengeneza pullback, basi tunatumia Fibonacci tu kupata our optimal trade entry ambayo ndio 61.8 na 80 in between these two numbers. Na hii ndio entry confirmation yetu. Just to be on the same page, tukisema support ama resistance levels tunamaanisha ni zile swing point. Swing point kama higher high, higher low, ama lower low, ama lower high. Na fair value gap pia, hii ni moja kati ya support ama resistance point ambayo tutakuwa tukiangalia kwenye soko. Fibonacci. So kwenye Fibonacci kuna vitu ambavyo ndio watu vinote. Kuna anchor point. Hizi anchor point ndio zile swing points. Swing points labda kwa mfano tupo kwenye uptrend. Hizi ndio swing points zetu. Na hizi swing points kila break of structure ikitokea, ina maana tukipima Fibonacci labda kuanzia level ambayo imeanzia kwenda mpaka kuvunja hii level na kuanza pullback nyingine, hizi swing points mbili ndo zinatupa Fibonacci, optimal trade entry, ambayo optimal trade entry kwa mfano ndo labda hii ndio optimal trade entry yetu. Ina maana kwamba price ina probability kubwa ikifika kwenye hii level
ita react kwenda juu. So sisi tunachoangalia sana sana kwenye hii Fibonacci yetu ni market structure shift, na market structure shift ni break of structure ambayo inatengeneza reversal, na break of structure hii itavunjwa kama ni uptrend, itavunjwa hii swing ya chini. Hizi za chini ndio market structure shift, ila hizi za juu ni market structure continuation. Whenever hizi zinavunjwa, ina maana market structure continuation inaashiria kuendelea au mwendelezo wa trend ya kwenda juu. So sisi market structure shift ni baada ya kuhit ile higher time frame point of interest, alafu ndo itengeneze market structure shift, alafu pullback yake ikiwa inaanza ndo tunapima na tunapata entry yetu. I guess hapo unapata mwanga. Kama kawaida tunatakiwa tuwe wavumilivu sana, wavumilivu kusubiria price iende kwenye higher time frame key level, wavumilivu kuona price iki react kutengeneza market structure shift, uvumilivu kusubiria pullback ianze kutengenezwa na kupima hii optimal trade entry yetu, tena uvumilivu wa kusubiri price icheze mpaka ifike kwenye nini optimal trade entry yetu, ndio tunaingia. So you need to be super patient, mvumilivu sana. So kwa summary, na 4 hour, kuna 30 minutes na kuna 3 minutes. Hivi ndio vitu muhimu ambavyo tunatakiwa tuwe tunadili navyo kulingana na hii strategy yangu ya kuingia, which means hapa kuna support resistance level, alafu kuna OTE level. The same way hapa kuna support resistance level, pia kuna OTE level. Hapa ni market structure shift, alafu OTE level. So hii hapa ndio iwe hit, ndo tuone reaction, au hii hapa ndo iwe hit. Any of these levels, iwe 4 hour levels ama 30 minutes levels. Baada ya hizi levels kuwa hit, ndio 3 minutes market structure shift inakuwa valid, alafu tunasubiria pullback ije kwenye confirmation yetu ya kuingia ambayo ndio optimal trade entry, then hapa tunasema buy au sell. Volume profile nayo ni muhimu, itatuongezea sisi probability ya kupatia au kupata trade iwe upande wetu. Na kitu ambacho tunakiangalia sana sana kwenye hii volume profile ni POC. POC ni point of control. Point of control. Hii point of control inasemekana kwamba ndio sehemu ambayo orders nyingi zinakuwepo hapo, na hizi orders zinakuwa katika either upande wa kubaya ama upande wa kusell, kutegemea na namna gani analysis yako umeifanya. So tunachokitakiwa kukifanya ni kwamba kwenye ile 3 minutes tunapopata market structure shift, tuseme kwa mfano labda price ilikuwa inaenda juu pu. Baada ya kwenda juu, market structure shift inapotokea
Hii ndo market structure shift yetu. Inapotokea hii pullback ikianza tukutengenezwa pullback, tukipima sasa hii Fibonacci yetu na tukapata optimal trade entry yetu, labda hii ndo optimal trade entry. Hii ya kijani ndio OTE, hii hapa ndo POC. Hii hapa ndio POC, yani point of control hii ya kijani. So hii ya kijani POC ikiwa ndani ya hii optimal trade entry au karibu ya hii optimal trade entry, it means hii trade inakuwa na probability kubwa. Tunaweza tukasema hii ni A+ setup. So reaction yake ikifika hapa kibunda. Any question? Weka kwa comment hapo, weka maneno, tusemezane, tupeane maelekezo, mafunzo, lecture, suggestions na vinginevyo ambavyo nahisi ni muhimu au ungetamani kuvijua. Comment hapo, I'll be fast to reply. Nataka tuende kwa pamoja na wote tupate mafanikio, kwa sababu this is a valid hustle ambayo inaweza kukupa maisha au uhuru wa kibunda. Note, always protect your capital. No matter what, protect your capital. Manage risk like your life depends on it. Hii ndio kazi kubwa sana trader anatakiwa kuifanya. So hebu tuache maneno, tuingie kwenye chats, tujaribu kufanya analysis, tu backtest hadi nini? Hadi ushindi maniga. Backtest hadi ushindi. So tunachokifanya hapa, tunaanza na 4 hour. Tuna scan movement imekuwa aje hapa. Okay. Cha kwanza tunachoona kwamba price ilianzia reaction hapa. Ilianzia reaction hapa. Na baada price kureact hapa, ikaenda chini. Na kitu kilichosababisha hii price react ni support, ni resistance level ambayo ndo hii fair value gap hapa. Kama unavyoona, baada ya fair value gap kuguswa, price ikareact, ikaenda zake chini. So tuko kwenye downtrend hapa baada ya reaction ya price kugusa hii points of interest. Na kitu ambacho tunakiona hapa ni kwamba baada ya price kufanya reaction na hii fair value gap, tunaona imereact kwenda chini, na hii ndio ilikuwa swing yake ambayo imetengenezwa hapa, na hii swing ikaja kuvunjwa na hii candle nyekundu. So expansion, pullback, kwa sababu hakijavunja hii ndio imevunjwa, so means hapa ni pullback. Baada ya kutengeneza hii pullback, price ikaja ikavunja hii level. So katika kuvunja hii level, tunapima Fibonacci retracement kuona namna price imerespect optimal trade entry. So swing yetu tuianzie hapa mpaka hii candle ambayo imevunja kutengeneza swing. So hii candle ndio imevunja hili. Hii candle nyekundu ndio imevunja. Baada ya kuvunja ikatengeneza swing. Hii ndo swing. So baada ya lower swing kutengenezwa, tunaangalia
optimal trade entry yetu. Okay, tunaona price haijafikia hii optimal trade entry, ila tukipimia hii swing ambayo imereact kutoka kwenye hii fair value gap, tunaona price imetap 61.8, price imetap kidogo papa, na hii green candle hapa tunaweza tukasema ni order block. Kwa nini? Kwa sababu ni candle ya mwisho kabla ya price ku break structure au ku have an impulse movement. So baada ya price ku react hapa, tunategemea hii swing hapa ambayo ilitengenezwa baada ya ku break structure ya nyuma. Hii swing tunategemea ivunjwe na candles. Tunaona kuna mazingira hizi candle hapa zimevunja hii level hapa. So baada ya kuvunja hii level hapa, maybe tunaweza tukapata a pullback ambayo itatupa reaction ya kwenda chini, kwa sababu tupo kwenye downtrend hapa. So tuangalie na 30 minutes, lakini kabla kuangalia 30 minutes to mark resistance ambayo imetokea kwenye hii fair value gap hapa kuelekea huku, na tuone namna price ime react. So yeah, fair value gap hapa, price baada ya kupullback imekutana na hii fair value gap, na hii fair value gap pia imejaribu ku reject, imekuja ika reject ikafunga ndani au chini ya hii level ya fair value gap, then hapa price ikaendelea kwenda chini. So tuende kwenye 30 minutes tuangalie baada ya reaction ya hii optimal trade entry imetengeneza kama mfumo ka downtrend fulani. So hii ni downtrend. Baada ya hii downtrend $61.8 imeguswa. Baada ya kuguswa 61.8, price ika react kwenda chini. Baada ya kwenda chini, kuna break ya hii level hapa, ambayo hii candle hapa unavyoona imefunga chini ya hii swing yetu iliyotengenezwa baada ya ku break ile structure ya nyuma, ambayo ni market structure continuation ya kwenda chini. So kitendo cha price kuja kuvunja hapa, tunapima tena Fibonacci kuanzia hii level hapa mpaka level ambayo tumevunja hii structure, hii swing hapa. Hii swing ndio imevunjwa na hii candle. So tunachora retracement. Optimal trade entry yetu tunaichora hapa. Lakini tukiangalia kwa karibu tunakutana na hii fair value gap hapa. Hii fair value gap hii hapa ya fair value gap yetu. So tunaangalia namna gani price ikija hii level ita react, kwa sababu tunachoangalia sisi ni
point of interest yetu ya 30 minutes kuguswa, ndio tupate reaction ya kuangalia kwenye 3 minutes chart. So let's play this tuone vile itakavyofanya. Hapa kuna fair value gap. Fair value gap ni support au resistance ambayo price inaweza ika react. So hebu tuitathmini hii kwa karibu kwenye 3 minutes chart, kwa sababu tayari tupo ndani ya muda wa kuingia sokoni. Hapo inasema saa 2, hii ni London au GMT time, ambayo kibongobongo saa 2 ya London ni saa 4. Kibongobongo ni saa 4 ikiwa saa 2 London. So saa 4 ndio muda wetu ambao tunaanza kutafuta opportunities za kuingia. So reaction tunayotaka kuiona sisi ni market structure shift. Hatuna story nyingi na market structure shift. Hii ndo swing ambayo imetengenezwa. So hopefully ikitokea kwa namna yoyote hii level inavunjwa, then tunachora optimal trade entry yetu na kufanyaje na kudive in. So let's check. Okay, hapa tunaona sasa kuna swing kadhaa zinatengenezwa. Kuna hii swing hapa, lakini ikavunjwa hii continuation ya kwenda juu. Sasa imekuwa hii, baada ya kuvunjwa hii na hizi candle, kuna swing nyingine imetengenezwa hapa. So tunasubiria market structure shift. Sisi hatuna dili ya kucontinue na structure ya kwenda juu, tunaangalia tu opportunities za kufanyaje, za kuuza kulingana na reaction ya 30 minutes fair value gap. So hapo hizi zote ni swing, lakini hii ndo swing yetu ya mwisho ambayo imetengenezwa. Okay, hii ni market structure shift kwenda chini, na hii ni reaction ya hii 30 minutes fair value gap ama support resistance level. So tunachokifanya sisi, kwa sababu a green candle is formed na market structure shift imetokea, so hii ni some form of a swing. So tunapima kuanzia Fibonacci hapa, kuanzia hapa juu mpaka chini hapa, na kuweka optimal trade entry. Optimal trade entry yetu ndio hii hapa. So what we are expecting is price ije kwenye optimal trade entry, then ikija kwenye optimal trade entry tuchukue trade yetu.
So hii hapa ndio stop loss point of interest, kwa sababu tunaamini this is a protected high ambayo price sio rahisi ikaja ikatufikia huku. Alafu hapa kuna order block. Hii kijani, hii ni order block ambayo inaendana na hii level ya optimal trade entry. Alafu kuna fair value gap ambayo ipo ndani kabisa ya optimal trade entry. So tunaweza tukatumia fair value gap na hii resistance ya nyuma ambayo imevunjwa. So hii huku ni breaker block, order block, fair value gap, zote zipo ndani ya optimal trade entry. So entry yetu tutaiweka hapa kwa sababu optimal trade entry ipo level hizo. So tunachokifanya hapa, tuna set risk reward yetu. Risk reward yetu ni 1/3. Tutaipatia hapa chini. So tutafanya kuset a limit order. Ili price ikiwa inatengeneza pullback, hii pullback yetu iweze kufika kwenye optimal trade entry, na mwisho wa siku price kuendelea vile itakavyoamua kuendelea. Sisi tumeshafanya part yetu ya kufanya analysis. Kilichobaki ni soko kuamua kutupa mpunga wetu au kuhit stop loss yetu. Hatupotezi, tunafanya biashara hii. Tumepangilia, ni biashara ambayo imepangilia. Hiyo ni kama investment money. Our investment money is stop loss hit. So hii ndio our limit order ambayo tunaitrack vile price itakavyoamua kwenda. Okay, kama imetuacha hivi ila okay. So stop loss imekuwa hit. Tumefanikisha trade yetu katika namna ambayo analysis yetu imetuelekeza. So great job my people, mmefanya kazi nzuri sana. Kesho nao ni siku. Let's get this money. All the best people. Peace out. Thank you.